Karibuni sana wapenzi watazamaji tena katika chaneli yetu ya JC Swahili Movies. Hii ni sehemu ya 7 ya safari ya mwisho ya Chief Hassan. Kama ulikosa sehemu zilizopita, basi fuatilia kwenye chaneli yetu hapo, au andika tu safari ya mwisho ya Chief Hassan, sehemu unayotaka itakuja. Usisahau basi kukomenti chochote kwenye video zetu na kulike. Asante sana. Tuendelee. Walianza kuingia ndani ya mapango, mzee akiwa ndiye kiongozi. Ndani kulikuwa na giza zito, ikabidi wawashe miale ya moto wakiwa wanaendelea na safari ya kuingia ndani. Walikutana na jiwe kubwa ambalo liliwekwa kama ulinzi, wakaanza kulitoa kwa nguvu, lakini kwa ukubwa wa jiwe lile ilibidi wapumzike kwanza. Mzee ikabidi awape kwanza historia kidogo. Mzee aliwaambia, chanzo cha mimi kukimbia na kukaa mwenyewe huku msituni, nilichukua hazina ambayo ilikuwa na nguvu za ajabu na kuja kuficha huku kwenye mapango eneo hili la ukanda wa Gaza. Watu uliogopa sana. Sisi wenyewe tumefika hapa kwa sababu tuna kibali maalum cha kufika hapa. Ile dawa niliyokumwagia ndo ilikuwa ufunguo wa kuingilia hapa, la sivyo hapa leo tusingeweza kuingia. Hapo ina maana mizimu ya Kimara imekuelewa kijana. Wakaamka wakaendelea na safari yao kuingia ndani. Ndege akiwa bado yupo kimya na anafuatilia kwa ukaribu. Kulikuwa na mabonde mengi, waliweza kupita vizuri na kuendelea mbele taratibu kabisa, huku wakiamini ufalme wa Robert usiku ule watakiona cha moto pia. Jabiri kuhusu dawa aliyotumwa na baba yake ili aweze kupona. Walifika mahali pameandikwa ukanda wa Gaza Kimara. Hapo ndipo ilikuwa imewekwa hazina. Walipoingia sehemu moja, walikuta sanduku moja kubwa sana. Mzee akawaambia, kaeni chini, hii ndiyo hazina sasa. Wote wakabaki kushangaa. Mzee akamwambia Jabiri, shika hapa, tuombe kwanza ruhusa kwa mizimu ya Kimara. Ndipo wakasali kuomba ruhusa. Waliangalia juu wote kwa ishara ya heshima. Baada ya hapo mzee akawaambia, hapa ndipo kila kitu kitakwenda kuisha kabisa. Mzee akafungua lile sanduku lililobeba hazina. Ghafla likawa linatoa mwanga mkali. Ndani kukatokea kama tetemeko kubwa mpaka mapango yakatetemeka. Mzee akafungua sanduku lote, akatoa upanga unaowaka moto, akaunyanyua juu. Wote walishangaa. Akamwambia Jabiri, kijana, pokea hazina hii kwa mikono miwili. Jabiri alisimama vizuri na kupokea upanga unaowaka kuashiria ulikuwa na nguvu kubwa sana. Ndipo Jabiri akaushika upanga ule, akauinua juu, lakini ikapiga radi kubwa sana. Mzee akajisemea moyoni, kumekucha sasa. Huyu ndiye yule aliyosemekana atakuja. Mzee akarudi kwenye box, akatoa mkufu unaowaka, akaunyoosha juu, akasema, mkufu huu anavaa msaidizi wa Jabiri na uwe na nguvu juu yake. Akamvalisha ndege mkubwa vizuri kabisa. Kwa mbali kidogo, Jabiri alianza kufanya mazoezi na upanga wake wa ajabu. Mzee akarudi kwenye lile sanduku tena, akatoa mavazi ya askari wa kifalme, akavaa, akachukua upinde na mishale. Hapo sasa kazi ya kijiji cha ukanda wa Gaza ikawa imekamilika. Walianza safari ya kutoka nje ya mapango. Walitembea kwa kujiamini kwa sababu walikuwa tayari wamepata hazina. Walipofika nje kabisa upande mwingine, mzee akawaambia, tutaanza safari mpaka kijiji kimoja kabla ya kufika kwenye ufalme wa Robert. Hapo tutafanya mazoezi makali na usiku tutavamia. Na kabla ya kuvamia, nitakwenda na time kubwa kuwachokoza kwanza ili wachanganyikiwe. Halafu tutapotea. Usiku wa manane tutavamia. Ndani ya dakika 20 tunatakiwa tuwe tayari tumemteka mfalme. Walipanda ndege mkubwa wote na safari ilianza kuondoka kwenye kijiji cha ukanda wa Gaza. Wakiwa juu, Jabiri alimwambia mzee, sasa babu, ile dawa ya baba itakuwa wapi? Mzee alimwambia, endapo tukimaliza hii kazi, Chief Hassan atapona. Walisafiri wakafika juu ya kijiji kimoja, wakatua na Jabiri akaanza mazoezi.